Uharigani mtazamaji wa TTV, karibu kwenye kipindi cha Rejoice ambacho kinaangazia habari za Mwenyezi Mungu. Kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nitakuwa na mtumishi ambaye atakuja kutuelezea namna ya kushinda mkwamo wa kiroho. Utakuja kumsikiliza hapo baadaye. Jina langu ni Emmanuel Twetwe. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. TTV, where creativity comes to life. Mtazamaji wa TTV, kama nilivyokuambia hapo awali, sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mtumishi wa Mungu ambaye atakuja kutuelezea maana ya mkwamo wa kiroho na namna ya kuweza kuelezea namna ya kushinda mkwamo wa kiroho. Mtumishi wa Mungu, habari za asubuhi? Habari za asubuhi ni nzuri, habari za asubuhi. Tunashukuru kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa tuanze kwa maombi kwa ajili ya kufungua kipindi chetu. Okay, nashukuru sana. Tuombe. Asante Mungu kwa neema yako na uwezo wako kutukutanisha katika kipindi hiki tena. Bwana, tunasema asante kwa maana wewe ni mwema na ni mwaminifu. Tunaomba nguvu zako na uwezo wako ukatufunike katika kipindi chetu hiki, katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini, amina. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu, kwanza tukianza na mada yetu inasema mkwamo wa kiroho. Lakini awali ya yote, mtazamaji wetu wa leo anapenda kutamani, je, unapozungumzia kwa habari ya mkwamo wa kiroho ni kwa namna gani? Sasa anataka ajue na maana ya mkwamo wa kiroho ni nini. Okay, tunapozungumzia kwa habari nzima ya mikwamo ya kiroho, tutaangalia kuna vitu kadhaa nimevibainisha kwa habari ya somo hili la mikwamo ya kiroho, ili mtazamaji wetu aweze kuelewa ni kwa namna gani mikwamo ya kiroho, sababu gani na jinsi gani ya kuiepuka. Kwa hiyo kuna vitu kadhaa nilivyoviandaa mahali hapa ili viweze kutusaidia. Kwanza, kwa habari nzima ya mikwamo ya kiroho, ni mambo yanayoweza kuzuia ukuaji wa kiroho na uhusiano wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni habari ya mikwamo ya kiroho. Kwa hiyo inatuzuia sisi ukuaji wetu au ukuaji wa kiroho baina ya mwanadamu pamoja na Mungu. Na kuna vitu kadhaa ambavyo nimeviolozesha ambavyo ni sababu zinazopelekea watu kuwa na mikwamo ya kiroho. Jambo la kwanza tunaona kwamba ni dhambi. Kwa habari nzima ya dhambi, hii ni kitu mojawapo ambacho kinasababisha watu wengi sana waweze kukwama kwa namna ambayo ya kuweza kukua kiroho au kuongezeka kiroho, kwa sababu dhambi inapotokea inazuia au inamfanya mwanadamu aweze kukwama kiroho, kwa sababu hakutani na ule uwepo wa Mungu, kwa sababu tunaona dhambi inatenganisha baina ya Mungu pamoja na mwanadamu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, dhambi ilipoingia iliwatenganisha. Yule mwanadamu wa kwanza ilimtenganisha mwanadamu pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 na mstari wa 30, lakini ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 2, ni vitu kadhaa vimeelezewa mahali pale kwa habari ya mikwamo ya kiroho. Kwa hiyo dhambi ni mojawapo ya kisababishi kinachosababisha mikwamo ya kiroho kwa mwanadamu. Lakini pia tunaangalia kwa habari, jambo lingine linalofuata katika sababu au visababishi ni majivuno. Kwa hiyo tunapoangalia kwa habari ya majivuno kwa mwanadamu, inamzuia sana kuweza kuongezeka katika maisha yake ya kiroho, kwa sababu mtu anapojivuna, kwa maana kwamba anajionyesha kana kwamba yeye ndio kila kitu zaidi ya Mungu. Kwa hiyo yale majivuno yanapelekea mikwamo ya kiroho, hasa wengi kwa wanadamu au kwa Wakristo wengine waliookoka au hata kwa wale ambao hawajaokoka. Kwa hiyo mikwamo inazuia kukua kwa roho, yani kukua kiroho, au ni mojawapo ya mikwamo ya kiroho. Ukisoma katika kitabu cha Isaya hiyo sura ya 2 mstari wa 7, lakini tena tukienda kuangalia katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni jambo mojawapo ambalo linaweza likapelekea. Lakini kwa habari nyingine ni ugomvi au chuki. Kwa hiyo tukiangalia kwa ugomvi, ni kitu ambacho kinakwamisha watu wengi sana kukua kiroho, kwa sababu tayari wanaingiza mafarakano ndani yao na kupelekea
moja kwa moja kutokuweza kukua kiroho au kutokuongezeka kiroho, kwa sababu tayari ndani yao kuna ugomvi. Aidha, tutolee mfano makanisani, labda kunatokea ugomvi au unatokea ugomvi baina ya majirani, ugomvi usiopata suluhisho. Hiyo ni mojawapo ya kusababisha mikwamo ya kiroho, kutokumjua Mungu kwa kifupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la 4 tunaona kwamba ni kutokutii maagizo ya Mungu, mfano kufanya ibada pamoja na kutoa sadaka. Kwa hiyo tunaona kwamba hiyo ni mojawapo ya visababishi ambavyo vinavyozuia. Ndio maana tunaona Mungu katika kitabu cha Agano la Kale alikuwa anatoa maagizo ya kutoa sadaka, anatoa maagizo ya kufanya ibada. Kwa hiyo tunapoona kwamba ibada zilipokuwa hazifanyiki au walipokuwa hawatoi sadaka au haufuati yale maelekezo ya Mungu, ilikuwa inawasababisha kukwama kiroho. Lakini tuangalie namna gani ya kuviondoa sasa hivi vizuizi vya kiroho katika kipengele chetu hiki cha mwisho. Namna moja wapo ya kuondoa ni kuungama dhambi na kuziacha. Kuungama dhambi na kuziacha. Kwa hiyo mwanadamu anapoacha dhambi, hiyo inamsaidia sana kuweza kukua kiroho, kwa sababu ameziacha dhambi. Kwa maana hiyo tayari amerejesha uhusiano wake pamoja na Mungu. Ukisoma katika kitabu hicho cha Yohana, waraka wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9, tunapoungama dhambi zetu tayari tunajiweka karibu na Mungu au tunakuwa karibu na Mungu. Jambo la pili, kujinyenyekeza. Bwana Yesu asifiwe sana, msikilizaji wetu au mtazamaji wetu. Kwa hiyo tunaona kwamba kwenye upande wa kujinyenyekeza unatufanya sisi tuwe karibu na Mungu, kwa sababu tunampa Mungu tukufu au tunampa Mungu yeye mwenyewe sifa ambazo alizomuumba mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 10, tunaona kwa habari ya unyenyekevu. Lakini kwa jambo lingine la 3 ni kusamehe na kuwa na upendo na wengine. Kwa tunapokuwa na upendo na wengine, unatufanya sisi tuwe karibu na Mungu na kuviondoa vile vizuizi vya kiroho. Lakini jambo la mwisho na la 4 ni kutii maagizo ya Mungu. Kwa tunapotii maagizo ya Mungu, basi inatupelekea sisi kuweza kukua na kuongezeka kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio vipengele nilivyoviandaa kwa namna hiyo katika mada yetu hii ya mikwamo ya kiroho, na Mungu awabariki sana. Amen. Mtumishi, tunashukuru sana. Asante sana pia. Ibada nzuri. Asante, barikiwe. Na Mungu akubariki. Asante. Mtazamaji wa TTV, huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye ametuelezea maana halisi ya mkwamo wa kiroho, lakini pia ameelezea vitu vinavyosababisha mkwamo wa kiroho na namna ya kuweza kuzuia mkwamo wa kiroho ni pamoja na kuziungama na kuacha dhambi. Lakini pia jina langu ni Emmanuel Twetwe. Unaweza ukafuatilia kipindi hiki katika mitandao ya kijamii kwa kuandika Journalism TPC. Kwaheri.